kimakosa, mpaka baadaye atakapokuja huyo Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo atulete kwenye neema, kwenye kweli yake. Neema ni zaidi ya sheria. Amen. Ina uwezo zaidi ya sheria. Wakati sheria ilipoingia, sheria ilikuwa na uwezo wa kutuonyesha makosa, lakini haikuwa na uwezo wa kumfanya mtu aishi kwenye kile ambacho Mungu anataka. Sheria ilikuwa ina uwezo wa kuonyesha mpende jirani yako, lakini hautakuwa na uwezo wa kumpenda jirani yako. Sheria ilikuwa na uwezo wa kuonyesha usiue, lakini mtu anaua ndani ya moyo. Sheria ilikuwa na uwezo wa kuonyesha mtu asifanye dhambi ya aina yoyote ile, lakini bado anaishi pale, ila anajua. Kwa hiyo matokeo yake sheria ikasababisha hasira. Kwa sababu yule anayetamani Mungu, anayemtamani Mungu maishani mwake, anajitahidi sasa, hawezi. Matokeo yake badala ya kumpenda Mungu, akamchukia Mungu. Tuseme kidogo kwenye kitabu cha Warumi. Maandiko yanasema sheria ndiyo inayofanya hasira. Warumi sura ya 4 mstari wa 15. Kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 15. Inasema kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipokuwa hapo sheria hapana kosa. Maana pasipokuwa hapo sheria hapana kosa. Sheria ndiyo inasababisha mtu anamkasirikia Mungu. Unajua leo tunapozungumza inawezekana usijue vizuri sana. Biblia inasema hivi: kwa sababu sheria ilikuwa ni dhaifu, ndio maana Yesu akazaliwa. Mungu akamtuma mwanawe Yesu Kristo ili atuokoe, kwa sababu sheria haikuwa na uwezo wa kukamilisha neno. Haikuwa na uwezo wa kumfanya huyu mwanamke, huyu mwanaume aishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Anajua, lakini hana uwezo kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Kwa hiyo tunaweza kusema ya kwamba kwenye agano la Musa hakuna mtu aliyewahi kuishi maisha matakatifu. Amen. Yaani hakuna mtu aliyewahi kuishi maisha matakatifu. Hii ndio tafsiri ya Yesu. Kwa maana ya kwamba kwenye wakati wa Musa hakuna mtu aliyewahi kuishi maisha matakatifu. Mungu alipe neema. Nilipata andiko moja hapo nasema, kwa sababu sheria ilikuwa ni dhaifu, nimeipata. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 3. Mstari wa 8. Mstari wa 3, tusome mstari wa 3 na 4. Warumi 8:3 inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Yapi hayo yasiyowezekana kwa sheria? Kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Kwa sababu ya mwili sheria ilikuwa ni dhaifu. Mungu wa kumtuma mwanawe mwenye katika mfano wa mwili. Mungu wa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili. Ulio wa dhambi. Ulio wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi. Na kwa sababu ya dhambi. Alihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu dhambi katika mwili. Hii maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusienenda katika kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kikwazo kikubwa wapendwa, mtu asije akawadanganya, ni mwili. Mwili asili yake umetokea kwenye dhambi. Tangu siku ile Adamu alipotenda dhambi. Na wafurahia sana ndugu zetu wa Roma, wao wanasema hivi: mtoto anapozaliwa bado ana asili ya dhambi. Ni kweli. Zamani tulikuwa tunakataa, lakini ni kweli. Tuko pamoja wapendwa. Ni kweli. Ndio maana mtoto mdogo unaweza kashangaa akasirika, anazira nyonyo ya mama yake. Katoto haka kanazira nyonyo ya mama yake, wakati nyonyo ndio chakula chake. Kamekasirishwa na nini hatujui. Asili ya dhambi inajionyesha hata kwa mtoto. Wanaweza kuwa sifa, ijapokuwa juu kupambanua mema na mabaya. Hiyo ni tabia ya mwili, iko huko ndani. Mungu kwa kumtuma mwanawe Yesu Kristo hapa msalabani alihukumu dhambi
akahukumu na torati pia. Mambo mawili Yesu alikuwa anafanya msalabani. Alikuwa anahukumu dhambi isiwe na uwezo kwa mwanadamu, lakini pia alikuwa anahukumu torati, maana torati haikuwa na msaada katika maisha ya mtu, ila ilikuwa inamuonyesha kosa na kumwacha. Yale yasiyowezekana kwa sheria au yale yasiyowezekana kwa sababu ya torati. Ndio maana tunahitaji neema ya Mungu. Tunapohubiri habari ya ujumbe wa neema ya Mungu, usipoelewa na Mungu asipokujali ya neema, unaweza ukadhani ya kwamba mchungaji, mbona ni kama anataka kuteleza, ni kama anataka kuruhusu dhambi. Hapana. Nimekwambia tangu siku ya Jumapili, wale mliokuwepo, maandiko Yesu anasema sikuja kuhukumu ulimwengu bali kuokoa ulimwengu. Amen. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa pale wanahukumu watu siku zote, lakini hawana uwezo wa kuwabadilisha. Na Yesu akaangalia, akatambua hawana uwezo wa kuwabadilisha. Yesu akaenda na neema. Neema ni nguvu. Wapendwa, neema ni nguvu. Ndio maana watu wanasema tunaokolewa kwa neema. Neema ni nguvu iokoayo, ibadilishayo, itengenezayo, isafishayo, imtengenezayo mtu awe vile Mungu anavyotaka. Mfano mzuri ni yule mwanamke pale, yule kahaba. Alipokamatwa, ni kweli alikuwa anazini. Wakamkamata, wakataka kumpiga mawe, wakasema tumfuate Yesu. Wakamfuata Yesu. Wakamwambia katika Torati imeandikwa, kila anayekamatwa anatenda dhambi hii apigwe mawe afe. Yesu aliandika chini akasema, asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu achukue jiwe ampige. Mioyo yao ikawaka. Mioyo yao ikaonyesha hali ya mioyo yao, kwa sababu huyu anayezungumza hapa wao si mtu, ni Roho wa Bwana. Na kazi ya Roho wa Bwana ni kuhakikisha kwa habari ya dhambi na kuivunja dhambi. Amen. Dhambi zile walizokuwa wasiwani ndani ya mioyo yao, siku hiyo waliziona. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo ule ujasiri waliokuwa nao wa kuhukumu watu ukaisha. Kwa kila mtu akaanza kuona hali ya moyo wake, mimi ni mchoyo, mimi nimempiga mke wangu leo usiku, mimi nimetoka kusema uongo, ndio maana mwalimu anasema huyo Roho wa Mungu atakapokuja atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Na hakuna awezaye kuja kwa Baba asipovutwa na Roho wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo Roho wa Bwana akaanza kuchunguza mioyo yao. Unajua ni kitu gani kilifanyia? Kila mtu anaona kama na mimi natenda dhambi ile, kwani chukue jiwe nimpige kwa dhambi hii. Wote wakajikuta wanahukumiwa ndani ya mioyo wakaondoka. Sio kwamba Yesu alikuwa anamsifu yule mama kwamba atende dhambi, hapana. Yesu alikuwa na neema ya kumsaidia yule mama. Mwisho wa yote Yesu akamwambia, wako wapi waliokushtaki? Akasema sioni hata mtu mmoja. Yesu akamwambia usitende dhambi tena. Amen. Unajua ile mama alitoka pale ameokoka. Haitujia Yesu akumhukumu. Alitoka pale ameokoka. Neema ni zaidi ya sheria. Sheria inahukumu. Amen. Neema ya Mungu inapokuja inafunua upendo wa Mungu na rehema za Mungu na huruma za Mungu na kuleta msaada wakati huo katika moyo wa mtu aliyekosea ili asiendelee kukosea.